mambo hayo hadharani. Mambo hayo hadharani. Mambo hayo hadharani. Wewe bwana wachungulia kaburi. Umetaka mwenyewe hasa kulichungulia kaburi. Halo, habari yako ndugu yangu? Naam, uko wapi sasa hizi? Sijui unaweza ukaja kwangu hapa mara moja, maana nina shida na wewe, yani dharura ya haraka sana ya chap. Haya. Mbona unaniangalia hivyo? Naona mwenzangu anizima data. Mimi najizima data tena. Kwani wewe uone? Sitaki kunitibua. Sitaki kunitibua kabisa. Yaani nisikutibua tusitibwane. Saa hizi saa ngapi? Toka saa 5. Naenda gengeni kaemee sijui vindimu, sijui nini, sijui nini, kuna kuku, kuna nazi, kuna mchele vinakuja mke wangu upike. Viko wapi? Tatizo lako wewe una haraka. Mimi mwenyewe navisubiria hivyo hivyo vitu. Kwa hiyo kinachotakiwa mimi ni kuwa nasubira tu hapa. Wewe subiria. Kwa mimi nimsubiri atoke wapi aje hapa? Mimi njaa inaniuma. Tumbo langu linauma nataka kula. Yaani mimi hapa mume wangu sikuelewi kabisa na nilishakwambia hii kazi haikufai, tafuta kazi. Uganga manjenge, njaa inaniuma. Naomba unisikilize. Mimi mwenyewe njaa inaniuma vile vile. Yaani sio kama wewe tumbo unalo peke yako. Mimi mwenyewe na tumbo. Kwa hiyo mimi ndio tunachotakiwa hapa tusubiri kileto tule. Au kama imeshindikana ufanye mpango nenda kakope. Maduka si hapo nenda kakope afu mteja akija tutajua tunafanyaje. Yaani unafurahisha tosocheka kweli. Duka gani hapa ambalo sisi tunaweza tukaenda hata nikasema jamani mimi nikopeshi hata kaunga tu nikapikia ugali. Kila duka madeni ni sisi. Mume wangu tafuta kazi, hiyo sio kazi. Afu mimi nishakwambia wewe toka muda mrefu unanipinga pinga. Kwani una nini wewe? Yaani mimi majini yanisumbue ndio unisumbue. Wewe usitoelewa kitu gani hapa? Nimekwambia nenda kakope. Mbona majini? Majini gani uliokuwa na wewe? Aya basi aite wewe majini akuletee hela hapa tule. Au litume ile jini lako liende dukani likachukua kijiunga tu na kidagaa tupike tule. Nisikize nakwambia mke wangu. Yaani wewe usichokijua utaki kukaa katika line yangu mimi. Wewe unaona waganga watu walikuwa mjini? Wengine ni kama mimi tu. Wewe cha msingi tuwe na subira mke wangu. Wewe utakula hapa, utavaa hapa, kila kitu utakifanya hapa. Wewe ulikuwa na subira. Moses bwana samani nimekuharibia ratiba zako nimekuita. Naona kidogo umeshangaa kumuona na mkeo yuko hapa. Kilichokuwepo bwana ama bwana wamekuja hapa. Haona wakuta. Bwana Kidu na mkewa. Wanasema wewe umewafuma. Yaani umewafumania. Sasa huyu bwana presha yake na mkeo pia presha yake tangia ulivyowafuma hujafanya chochote. Yani hata kunichezeshea yani hajanichezeshea. Na mkeo naye mashaka yake kwako kwamba ndo kwanza unazidisha mahaba, unaleta kila kitu anachotaka ambapo zamani ulikuwa ufanyi hivyo. Sasa hapa pressure ile kuwepo, huyu anataka kumbe umpige. Ajitegemea kidogo umpige, mkilikishane, mpelekane polisi, muane, sijui mpigane visu. Sasa mashaka yake anajua unataka kumfanya nini, ndo kaja kukimbilia hapa. Na mkeo naye anasema kadhalika hivyo hivyo. Alitegemea labda ungemvubua kweli kweli. Katafunua au fukuza ondoka kwenu. Sasa anashangaa bwana kila kitu huu mapenzi umeongeza, mahaba umeongeza, mizawadi kibao kedekede, wamekuja kuhofia usalama wao kwangu. Sasa nimekuita ndugu yangu ili tujue tatizo ni nini, kuna ngazi ya juu zaidi. Ndugu yangu mjumbe, mimi nashukuru sana. Unajua mimi ni mke wangu wa halali. Na huyu ni rafiki yangu kipenzi kabisa. Na hicho kitu ambacho kimezungumzwa mjumbe, hata mimi mwenyewe nashangaa. Hivi katika akili ya kawaida tu nikufumanie mke wangu. Nishindwe hata kukuambia kwamba umenikosea? Bwana mjumbe, hapa hakuna shida yoyote. Mimi ni mshikaji wangu, rafiki yangu wa damu na mimi ni mke wangu kipenzi. Yaani na mimi siwezi kukaa kwenye laini yako wewe mpaka nione hiyo kazi unayotegemea wewe imeanza kukuletea matunda humu ndani. La sivyo mimi na humu ndani hatuelewani. Wewe unanipinga sana. Sasa wewe sikiliza, wewe kakope.
Wewe si mwanamke bwana, mbona wanawake wenzako wanalisha familia zao vizuri, wanahangaika na tunaona huko watu wanaendeshwa, unasikia ving'asti kama wewe. Kwa fiki ng'asti ni wewe ndio unasababisha, fanya hivyo bwana. Mteja akija maisha yataendelea hapa. Ila mme wangu, naomba nisikize japo kidogo tu. Kwa nini usitafute kazi ukafanya? Subiri bwana. Halo. 100,000? Mimi 100,000 simtibii mtu mimi. Alafu kazi yako hiyo kubwa, hapo kuna kondoo, kuna vifaa kibao. 100,000 haitaweza kutosha hiyo. Haya sawa. Hasara yeti 100,000 STB. Ndani tunakufa njaa nyo. Unaona kazi? Unanichanganya sana. Alafu bwana Kidu, kama mimi na wewe tuna shida ndugu yangu, labda kuna sehemu nimekukosea, ungeniambia tu nikuombe msamaha. Si mara pazuri kulitana kwenye vyombo vya dola kama hivi ndugu yangu. Tunamtengenezea picha gani sasa mjumbe? Alafu mbele ya mjumbe unazungumza uongo. Na kuna vipengele hata mahakamani ukizungumza uongo na kwenda miezi 6 jela. Sasa ni mjumbe tu afanye hisani yake kwa sababu unazungumza mbele ya serikali uongo. Mimi sijakufumania wewe ndugu yangu. Umeona sasa? Wewe nisikize mimi mjumbe. Huyu mimi kanifumania. Mimi ndo nimefumaniwa. Sasa mwenyewe anasema ni ngumu. Kwanza ingekuwa mtu kafumaniwa angekuwa na hali hii. Ndio maana nimekwambiaje, mimi ndo kanifumania na mke wake huyu hapa. Muulize mkewe kama hajanifumania. Kwa nini anakataa? Hicho ndio kinachoniumiza mimi. Kwa nini anakataa? Sasa muhusika mwenyewe anasema hajakufumania. Wewe tumefumaniwa au hujafumaniwa sisi? Tumefumaniwa, mwenyewe naogopa. Mjumbe ndugu yangu bwana. Mimi nilikuwa naomba tu nipe mke wangu niondoke naye. Lakini sawa. Kidu, unazungumza uongo mbele ya mjumbe? Kweli ndugu yangu? Bila kosa lolote, sina hatia yote ndugu yangu, naamua kunileta kwa mjumbe. Kweli babangu? Si unaona wewe, si unaona mwenyewe? Sasa ni mimi nifanyaje? Wewe sio kama ufanyeje? Nisikilize kama mjumbe, maamuzi ninayochukua. Huyu bwana huyu ni mke wake wa ndoa. Sina mamlaka ya kumzuia mke wake eti aendelee kukaa kwa mjumbe hapa. Midhali mwenyewe anasema hajafumania. Namruhusu amchukue mke wake aondoke naye. Asante sana mjumbe. Haya. Ndugu yangu mimi nashukuru sana bwana. Hiki baba kinajua kukanusha. Nashukuru sana bwana. Mwenyezi Mungu akubariki sana kaka. Uwe na moyo huo huo. Maana ni wachache wenye moyo kama wako. Na kama ikitokea bahati mbaya kijiji kimewaka moto, upone peke yako ndugu yangu. Mchango tuondoke. Inauma nasokama kukwacha siwezi, ila mimi ndo kwa na mwingine stamani. Stamani. Nasokama kukwacha siwezi. Sikize mimi mjumbe, mimi nakwambia kweli haki ya Mungu na mtume. Sasa mimi nimefumaniwa. Sasa kama umefumaniwa na wewe ulifanya hivyo? Unataka ushauri wangu mzuri? Kimbia. Mji. Ndio. Utaki. Mimi nakimbiaje mimi mzawa hapa? Sasa kama mzawa, basi muache mwenyewe atakufanya anachotaka kufanya ili liwe fundisho. Lakini wewe shahidi utakuwa. Sasa mimi shahidi kama mjumbe nitajua ndio mimi shahidi muda huo, kama ushauriwa tunaandika barua tunamkamata yule. Wakati mimi nishakufa ndio mnamkamata. Sasa mwenye kashakataa nifanyaje? Na wewe kwa nini tamaa ikichokuponza kwa mtoto wa kike nini? Ni lile tako. Ndio hayo. Yule mlemavu. Sasa subiri na wewe ulemaye. Sasa baba, kama nilivyokuambia. Sawa. Kila kitu tayari, wewe cha kufanya mchinje pale pale, alafu kuku umrudishe. Sasa hapo nataka kujua kitu kimoja. Yaani namchinja yeye muone tu. Lakini ndio nacheza na timing yangu. Si ndio? Yeye asikuone. Unamchinja mlangoni kwake. Nimekuelewa. Na jambo lingine ambalo nataka kulijua, nikishamchinja yeye kishatishika tayari. Na uweze nikamchukua nikampiga supu mwenyewe huyu kuku, nikamnunulia na kipande changu cha mkate nikamchoma. Hapo utakuwa umeharibu dawa. Wewe ukishamweka pale akishatishika tu, huyu kuku unamrudisha. Okay. Na cha kukuongezea, unakuja na pilipili na ndimu. Nataka nipige albadili ya Kihindi. Vile vya kukausha. Vile vya kukausha. Hiyo kukausha nenda kufunga mlangoni kwangu na ning'iniza. Unaleta kwangu mimi mganga, unarudi navyo. Na kuongezea na kitunguu. Afu wewe mjuaji. Nilete hivyo. Mimi uchai kwetu upo baba. Sio ndio ile utaalamu kamili sijapewa. Ila kwa sababu ushanielekeza hivyo vipi? Tulia basi na wewe. Kiba huyo. Hakikisha anarudi huyo. Umemsikia anavyosema hiyo? Hakikisha anarudi huyo. Haina shida, nitakuletea baba. Sawa. Shukrani sana baba. Sawa. Asante sana. Matokeo yatakuwa mema. Arudi huyo. Mambo hayo. Kila siku huwa napenda kukwambia mke wangu. Siku zote kudulia umande.
Masika haikuduliwi. Ni kitu gani ambacho nimewakosea? Kosa langu mimi nini, mke wangu? Nimeukosea kitu gani mpaka ananipeleka kwa mjumbe? Kukupenda mimi ilikuwa ni makosa? Mambo ya ndani, mambo yangu mimi na wewe yanamhusu nini mjumbe? Unataka mimi nifanye nini ili nionekane vipi kule kwa mjumbe? Hapana mme wangu, lakini mimi najaribu tu kuweka mambo yawe sawa. Naomba unisamehe. Mimi najielewa. Mimi ni mtu mzima. Mimi nimekuoa wewe kwa sababu nakupenda. Mimi niko na wewe kwa sababu nakupenda mke wangu. Ili hali tungekuwa mimi na wewe tumegombana au kuna kitu ambacho tumefarakana, ilikuwa ni sawa. Lakini mke wangu hujanikosea chochote. Wala mimi na wewe tujagombana na hatuna ugomvi wowote. Kwa nini unanipeleka kwa mjumbe? Tena na rafiki yangu wa damu. Jamani, si kuku, yaani nyumba ina raha. Jana waliweka nazi, kama walikuwa wanajua vile kwa na hamu na wali na kuku wa nazi. Leo wameniletea bonge la jogoo. Ya Rabbi, nakushukuru. Yaani nashukuru raha, yaani kama mko peponi. Nikiwaza kula kuku, nikija kwangu namkuta kama alivyo jogoo kabisa, jogoo. Yaani hadi raha hapa. Sasa ninachokifanya, naanza na vitu vya supu. Kichwa hiki kwanza nakipika supu, alafu hii miguu nao natia kwenye supu, alafu hii damu hii naitengeneza kichuri. Watu si wanajua kile kichuri kinakuwaga cha mbuzi, kondoo, ng'ombe, lakini hii natengeneza kichuri cha kuku. Kipenzi, andaa vitu vya pilau kama vile girigirani, amdarasini. Bwana, bwana endelee hivi. Ikimpendeza niletee na ng'ombe. Wewe jini hilo. Unaleta mbwembwe. Wewe. Sasa mimi naomba nikwambie kitu kimoja. Usije ukatamani meli wakati hauna hata baskeli. Utakuja kupata mushkeli na Mungu uje muite nduli. Na hiyo nguzo ambayo mmeegemea ni nguzo ya mpapai. Mambo ya ndani yangu mimi na wewe hapaswi mtu yoyote kujua. Ni mwiko mkubwa sana. Iwe mwanzo na mwisho. Sitaki, sihitaji na isije kajirudia. Mume wangu. Anaenda. Bwana ogopi kila kitu nafanya. Hapa nikana mwamvuli wangu. Yaani naogopa kama nina mvuko. Mke wangu kuko kamchukua kaingia naye ndani. Anasema nenda kuumla. Ila Mungu, mimi najua kabisa ni wewe. Ni ile hela niliyokupa. Ona sasa. Wote tumewapa mboga kabisa mnofu, sisi tunakaa njaa ndani. Vumilia. Vumilia. Oya we bwana. We bwana. Oya mali za watu hizo. We msurupwete. Unaweza kuniambia jana ulikuwa wapi? Nilikuwa kwenye mihangaiko tunapambania vile vitu ulivyoniagiza mtaala. Viko wapi? Nimepambana sana. Sana. Lakini sasa yani vilivyopatikana sio vile ambavyo umeniagiza. Nikasema kwamba nirudi leo, nije leo kwa ajili ya kukupa majibu tu, nimefeli. Ila tu nilipata kakuku kadogo sana. Yani ambacho yani sio chenye kucha 4. Kadogo. Hebu uko umeshinda kujiongeza. Ako kakuku akaliki. Wewe ungekuja nacho hivyo hivyo.
Sasa ni kadogo, so ulichosema wewe. Nisikize nikwambie. Wewe ndio maana ufanikiwi. Kwa hiyo umepata kakuku kisa amekwambia na kucha 4, huyo mdogo umemwacha. Sasa mtaalamu, mimi nimefuata maneno yako uliyosema kwamba nipate mchele super. Uko wapi huo mchele? Nimepata wanani wa vitumbua. Sasa nimeona hata nikukuletea hapa itakuwa sio vizuri. Unashinda kujiongeza wewe. Wewe uishi na watu vizuri wewe. Unashinda kumkopa mtu kanunua mchele kilo 2 ukauleta hapa. Wewe utafanikiwa kweli wewe? Lakini ukumbuke mara ya kwanza kwamba nilikwambia nina changamoto, nina matatizo, sina pesa, sina kazi. Naomba bwana unisaidie kwanza. Mimi najua nyie ni watu ambao mmeletwa kwa ajili ya kutusaidia. Tafadhali naomba utumie njia yoyote ile mimi nisaidie. Wewe unashindwa kujiongeza. Wewe umekosa huo mchele super basi. Ungenunua hata 1800. Uwe semtemu kupika vizuri ule kwa mbali unang'aa. Wewe umekosa kabisa rafiki yangu wewe. Sasa mimi nakusaidia vipi hapa? Yaani sija kuelewa. Ina maana huo mchele kwa ajili ya kupikwa au kufanywa nini? Si kufanya tiba yako. Wa kupikwa. Wewe jamaa wewe uko serious kabisa. Wewe hutofanikiwa wewe. Yaani wewe hutofanikiwa kabisa. Yaani masharti madogo, dawa ndogo nimekutuma umeshindwa. Huna basi kopa hata kwa mtu kanunua ukalete hiyo kuku, umlete huo mchele kufanyia kazi. Ukatokomea moja kwa moja. Hivyo unajua nimepitia maswaibu gani mimi kwa mke wangu ambapo hujarudi jana? Unajua umefanya jana siku yangu umeenda vibaya wewe. Nyinyi ndio maana mfanikiwi. Basi mtaalamu, haya yote yaishe. Basi tuangalie njia gani unaweza kunisaidia. Sasa hapa njia ya kukusaidia. Hivyo vilivyopatikana jana ukasema vidogo kavilete hivyo hivyo. Tumeelewana? Wewe ulivyopata jana ukasema vidogo kavilete. Na kama umekosa unasema sijui huna hela, nenda kaletee mchanga wa baharini ulikopo katikati na kucha za simba ndio nitakusaidia. Usipoleta hivyo mimi naye kazi hatuna. Nenda kaletee hivyo vitu vyako. Sasa hivi mimi nampatia wapi? Utajua mwenyewe. Mtaalamu, basi legeza basi masharti ya legeza vitu vya kuleta, hata kusema karanga za jelo nini, yani vitu vingine yani tofauti na hivyo. Unajipangia tiba sasa. Unajipangia tiba. Wewe ndio maana ufanikiwe. Nishakwambia. Kama umeshindwa kuvileta hivyo vitu, kaniletee mchanga ulikopo katikati wa bahari na kucha za simba. Nenda usinaribie kazi sasa hivi, mizimu isije kukupandisha hapa ikakufunga kila kitu. Nenda mzee. Kufia kama maprofoso. Mimi ndio maana mfanikiwi. Mambo kama hayo. Wewe mchele tu nakushinda. Unataka riziki, afikiri riziki inakuja kwa mchezo kama hiyo. Wenzako riziki wanapambania. Riziki mtu anabadilika. Mchele umekushinda. Sasa kulala na nyoka wewe. Tungine tuharibia ndoa zetu nyumbani. Mimi mke wangu kwa mseti kila kitu. Jana kulikuwa hamna hata amani hapa. Kwa mke wangu alisema ngoje mvua inyeshe tuone panapovuja. Na kashaanza kuvuja hapa. Wande. Umefuata nini hapa? Usinitumbulie mijicho yako. Umefuata nini? Acha kunipandisha sauti. Mimi siwezi kuzungumza na wewe hata siku moja. Nimekuja hapa, nimegonga mlango, nataka niongee na mwenye chumba hiki. Sio wewe, mwanamke usiokuwa na adabu, shetani, mbwa mtita, wewe majadafu koshia kidonda. Ncheke mimi. Unajua anuka jasho wewe? Mimi ila wa huku ndani iko sawa. Naelewa. Asante kwa mzazi wake alomzaa. Chakale ndo mimi hapa. Chakale. Utaniona nipo tu hapa. Siongea na mbwa. Mpenzi! Afu acha kuita hivyo mshenzi. Azizi wangu. Unahitaji kuja nyongo mkaliaini. Mahaba niuwe mie. Umwe figo nkutolee. Ya Rabbi, Mungu anipe nini? Anipe donda nshindwe kuliuguza. Halo. Nini? Bwana asifiwe. Wa alaikum salam. Ndio. Nimekuja kukusalimia baba. Kuhusu? Mambo tu ya taarifa. Tunasalimiana nini bana? Si nimekupita hapa sasa hivi. Tumesalimiana kwa macho. Nimeingia ndani nataka kutulia tayari. Kwani shida nini? Kwa macho nikaona haitoshi, nikasema nije kwa karibu kidogo. Angalau tusikilizane kwa sauti baba. Umenimisi? Nimekumisi baba. Njoo ndani baba. We. Unaleta mbwembwe. Unaleta mbwembwe? Nini tunafatana? Salamu inatosha. Salamu si ungenipigia hata simu. Unataka kufanyaje yani mimi ningeenda? Kwa sababu naona yani kama mwili wako yani kama unawashwa na mwili.
Mimi nawashwa na switch. Sasa kitu gani kinakuleta leta mpaka mlangoni hapa? Shukrani. Shukrani mwenyewe bwana kama asante. Asante mwenyewe pia. Sawa. Sawa mwenyewe kama matusi ya kwenu. Good boy. Good boy sasa hiyo ndo mwenyewe vile vile. You bastard. Acha kunifuatilia wewe kenge. Nakustekwa pua wewe. Na sivyo. Ningekuumbua. Na nini sasa? Unaniumbua na nini? Bebe, hebu nitumbue chunusi hapo kwenye mfereji wa mgongo kwa chini hapo. Yani mambo vururu varara hayaeleweki. Kutwa kuchamisara mala kafara visemezeki. Mala yule kakwara cha mweze maelezo feki. Na usipojiganga mara hapa hautoshi wewe onulu.